Muislamu yote mwenye kuyafanya haya matendo, basi hakika siku ya kiyama atakuwa amefilisika. Subhanallah, hata kama atakuwa amefanya matendo gani mema kwa ajili ya Allah, lakini atakuwa amefilisika. Abu Huraira radhiallahu anhu kasema, siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na maswahaba zake, kisha akawauliza, atadruna manil muflis, je, mnamjua alofilisika kati yenu? Wakarukia haraka wakasema, man la dirhama lahu wala dinar, huyu ni mtu ambaye kwamba hana dhahabu wala fedha. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawaambia, hapana, huyu ni mtu ambaye kwamba hapa duniani atakuwa amefanya mambo yale ambayo kwamba Allah atakuwa ameamrisha, atakuwa ametoa sadaka, atakuwa ameswali swala za faradhi, sunna, akaswali tahajjud, akapeana zakat, lakini kuna matendo atakuwa ameyafanya ambayo kwamba yatasababisha yale mema yake kuwa vumbi. Atakuwa amesengenya, atakuwa amefitinisha watu, mtu kama atakuwa amedhulumu, mtu kama atakuwa na hasira, alafu zile hasira zake hataweza kuzizuia, atasababisha mambo mabaya. Mtu kama huyu ndo atakuwa katika hasara na amefilisika siku ya kiyama. Sasa mimi na wewe hakika hatutaki kuwa katika sehemu kama hii ambayo kwamba tunajiamini tumefanya kwa ajili ya Allah na matendo yakaandikwa, lakini yatatolewa kama mavumbi. Tutakuwa na milima lakini itaondolewa yote kama mavumbi. Subhanallah. Wewe Muislamu, mimi na wewe ndio tunayejua nafsi zetu kiundani tuko vipi, tabia ulioko nao na nilioko nao mimi. Basi tujitahidini turekebishe. Usisahau kumsambazia Muislamu mwenzako kama sadaqatul jari, ili naye aweze kujirekebisha na kujiboresha. Assalamu alaikum.